watazamaji wetu waendelee kufahamu nini ambacho kinaendelea katika kwenye ya na kwa kwanza kiufupi zaidi. Naam. Wewe Simba wamesafiri kwenda Mali. Yes. Wewe unafikiri nini wakibadilishe ili waweze kurudi na matokeo hapa Tanzania? Kwa upande wa klabu ya Simba, kitu ambacho wanatakiwa kukibadilisha ili kuweza kurudi na matokeo, kwa sababu wapo ugenini. Kwanza Simba ukiangalia katika mchezo wa kwanza waliocheza wamefungwa kutokana na makosa ambayo ni uzembe wa safu ya ulinzi. Kwa ili kuweza kurudi na matokeo katika mchezo huu wa pili ambao ni wa raundi ya pili kwenye michuano ya klabu bingwa, kwa klabu ya Simba wanatakiwa waboreshe eneo lao la ulinzi, kwa sababu hata ukitazama goli ambalo lilifungwa kwa upande ilikuwa ni uzembe pia ambao golikipa alifanya. Tazama golikipa wa Simba anakosa fitness ya mechi. Kwa ili Simba waweze kufanya vizuri, na imani wakianza kuboresha eneo lao la ulinzi, wakaandaa pia wakaboresha eneo lao kuanzia nyuma, katikati na washambuliaji, wanaweza wakapindua meza na kushinda mchezo. Sawa, na bwana anazungumzia tathmini kwa uchache, tathmini ya Simba, lakini nitabaki hapo kitako kuuliza swali jingine. Kwako wewe unahisi ni wachezaji ndio wameshuka kiwango? Make mashabiki wa Simba wanazungumza kuwa kocha ndo ana makosa, manager Pantev. Kwako wewe ni manager Pantev au ni wachezaji? Ukirejea ukisema kwamba ukianza kwa kuwalaumu wachezaji, mimi nitakataa. Mtazame Eli Mpanzu Bisawala, ni mchezaji ambaye michezo kadhaa ya nyuma ni mchezaji ambaye akiimbwa kwa mabaya, lakini zamu mchezo wa zidi ya Petro di Rwanda ni mchezaji ambaye amekuofa kitu cha tofauti, ni mchezaji ameonyesha tofauti kwamba yeye ni mchezaji mkubwa. Ila ukirudi pia kwa upande wa kocha, sidhani kama ni wakati sahihi kwamba Simba kusema kwamba kocha si sahihi wala kocha ana makosa. Hapana, zile zinatokea kwenye game. Lakini pengine watu kwa nini wanakuwa na hofu naye? Wanasema kwenye michuano ya klabu bingwa, kwa nini usiende na striker asilia, unaenda na viungo washambuliaji tu? Watu ndo wanaoja hapo. Sasa pengine kwako wewe imekaje kiuchambuzi? Unaweza kutuambia kitakwimu, au wewe ulikuwa unaona manager Pantev alikusudia nini kwenye mechi ya Jumapili ambayo ilifeli kwa sababu alipigwa? Kwako wewe unaweza kutuambia nini? Kwa upande wa manager Pantev, kitu ambacho alikifanya na kikamgharimu ni aliingia, kwa sababu ilikuwa ni mchezo wa nyumbani. Aliingia kwenye mechi akiwa anahitaji kudefense, anahitaji kulinda ili asipoteze akiwa nyumbani. Na ndio kitu ambacho kimempelekea yeye kupoteza, kwa sababu mtazame Petro di Rwanda alikuja kwa ajili ya kutafuta matokeo akiwa ugenini, ili anapoenda nyumbani mechi ikae rahisi kwake. Lakini pia kwa upande wangu mimi sidhani kama ni wakati sahihi kwa Simba kwa kumlaumu manager Pantev, kwa sababu sema ni kitu ambacho kinakuja ni cha tofauti kwa vilabu vyetu vya Simba, Yanga na Azam. Wanaposajili kocha kuja kwenye timu zetu, wanachokitaka wao ni matokeo, na so falsafa ya mwalimu kwamba itakuwa inahitaji kitu kidogo, kwamba achukue muda kwa ajili ya kutengeneza kikosi. Bwana, huo ni mtazamo wa Dominic katika Yanga kuelekea katika michuano ya kimataifa. Je, tunaelekea mechi ya Yanga dhidi ya JS Kabylie. Yanga tunajua wameshasafiri, wameelekea Algeria. Kwako wewe Yanga nini wakiongeze ili waweze kuongeza ubora na waweze kuvuka kwenda hatua ya robo finali? Kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, kuzingatia mchezo wa kwanza umecheza vizuri, wametengeneza nafasi nyingi japokuwa nafasi chache zimegeuka kuwa magoli. Mchezo anaoendea anaenda kukutana na mpinzani mgumu, na mpinzani anaenda kukutana naye ili Yanga aweze kuperform na kuweza kufanya vizuri. Yanga anatakiwa endelee kuimarisha eneo lake la ushambuliaji. Tazame Prince Dube anatengeneza nafasi 3, katika nafasi 3 anakuofa moja. Hicho ni kitu ambacho kama unahitaji matokeo katika michuano ya kimataifa zaidi, ni kitu ambacho inabidi ukifanyie mazoezi na ukibadilisha, kwa sababu jinsi unavyoendelea kuendelea mbele unaenda kukutana na mpinzani mgumu. Kwa upande wangu Dar es Salaam Young Africans anatakiwa endelee kuboresha eneo lake la ushambuliaji, kwa sababu ukiangalia mchezo wa nyuma wamecheza vizuri. Tazama viungo kina Mudasiri haya pamoja na Duki Abuya wanafanya kazi chafu katikati. Lakini hapo cha kuongezea, wewe auoni kama kuna ingia toka ya safu ya kiungo cha ushambuliaji na ukabaji? Uoni kama kuna ingia toka inaweza kaathiri siku za mbeleni hapa wanaenda kucheza na timu kubwa kweli?
Jesse Kabylie uwezi kuandaleti. Ingetoka kwa klabu ya Yanga inategemea na mchezo. Kama mchezo Yanga alienda kucheza na FAR Rabat, ulikuwa ni mchezo mgumu. Mtazame Mwarabu falsafa yake inajulikana kwamba ni mtu ambaye atakushambulia na ukimpa nafasi akipata matokeo ni timu ambayo itakuwa inapotani, ni timu ambayo itadelay kupoteza muda. Lakini Yanga alichokifanya yeye alijitahidi